Na swali kidogo kwa wanaume wenzangu, hivi katokea umeenda hospitali ukakutana na huduma ya ngono, ukiachana na malaria kutibiwa na magonjwa mengine, lakini kuna huduma nyingine ya ngono. Sasa twende tukasikilize kidogo historia hapa. Movie inaanza, tunamwona nesi yupo na mgonjwa wake. Mgonjwa anapewa vitu, yani anapewa vitu ambavyo hajawahi kupewa hata na mke wake, lakini katikati ya tendo mgonjwa anajikuta anakufa. Daktari anajaribu kumwamsha, lakini mwamba tayari ameshakata moto, yani amefariki. Kwa hiyo nesi baada ya kuona kitu kama hiko akavaa nguo zake haraka na kutoka. Kisha nesi mkuu akawaita manesi wote katika hiyo hospitali na kwanza kuambia kuna uzembe mmoja ambao umefanyika, imepelekea mgonjwa wetu amefariki. Ufanyaji wenu wa kazi ni umekuwa mbovu sana. Sasa nilikuwa sitaki uzembe mwingine ujitokeze katika hiyo hospitali, tukapata sifa mbaya huko nje. Manesi wengine wakajitetea kusema kwamba madam, sisi hakuna kosa lolote ambalo tumelifanya, wenda siku yake tu imefika na amefariki. Lakini kuna mmoja ambaye amefanya kile kitendo, anajua kabisa kwamba huyu mgonjwa amefariki kutokana na ngono alikuwa anaifanya. Baada ya pale nesi mkuu akalalamika, kisha kaondoka, akamwambia kila mmoja aende katika majukumu yake. Nesi hapa alikuwa anajiuliza imekuwaje mpaka ule mgonjwa amefariki, ila akasema hamna noma, akaondoka. Baada ya pale siku ikaisha, nesi mkuu akawaita wote wafanyakazi wa mule ndani ya hospitali, akawauliza, hivi unajua kuna uzembe mwingine ambao unaendelea kiasi ambacho wateja wanaokuja hapo wanalalamika kwa ajili ya uzembe wenu nyinyi? Lakini mmoja akasema kwamba madam, mimi najitoa kabisa kwenye swala hili, hakuna ujinga wote ambao unaofanya. Na wale wengine wakadakia wakasema ndio madam, sisi wengine tumetulia tu, hakuna kitu ambacho tunachokifanya, tunakaribu wateja vizuri tu. Kisha akasema sasa nizaombeni nisikilizeni kwa umakini, sitaki ujinga mwingine wote uendelee katika hospitali, maana sitaki sifa mbaya. Kisha wakaondoka. Baada ya pale tunaona hawa manesi watatu wametoka nje wakaanza kuongea. Hivi unajua yule nesi mwingine anajikuta sana wanamzungumzia yule nesi ambaye alifanya mapenzi na mgonjwa kupelekea kufariki. Sasa huyu nesi asije katupanda kichwani kabisa, atakuja kutuharibia kabisa kibarua chetu, maana madam ni mtu ambaye anamsamini sana yeye. Kisha baada ya pale wakaondoka. Sasa upande wa pili akaja yule binti. Mshikaji akashangaa, akamwambia mbona mimi sijakutarajia, nilitarajia atakuja mtu mwingine kabisa. Kisha yule nesi akamwambia usijali, naelewa mchezo wote ambao unaendelea hapa. Kisha baada ya pale nesi akaanza kumpunguzia uzito katika mwili wake. Jamaa linacheka cheka, tukamwambia kabla tujaanza kitu chochote, kwanza mimi ni mtu ambaye sitakagi usumbufu, naomba nikutumie lako kabisa. Kisha binti akampa namba na kutumiwa pesa. Lakini kabla hajaanza kufanya chochote, mara nesi mwingine akaingia na kuanza kulalamika, oya binti, nisikize nikwambie, unajua alikuwa mteja wangu kabisa, lakini nashangaa mbona unakuja kuniharibia hapa. Jamaa anashangaa, mbona sielewi hapa, nyinyi mna matatizo gani? Lakini kwani hata akifanya huyu jamani si sawa tu. Yule binti mwingine akaanza kulalamika, akamwambia naomba nisikilize, sisi kabla sijafanya chochote, naomba tutoke nje kidogo na tuongee. Yule binti akaamua kutoka naye nje tunakuzungumza naye. Jamaa akaacha dilema, maana hela akatuma na mzigo hajakula. Sasa hao mabinti nje wakaanza kulumbana. Akamwambia kwa nini unafanya kitu kama kile? Na unajua fika kabisa huyu ni mteja wangu ambaye anakujaga na nampa mimi huduma. Bwana sikiliza nikwambie wewe, mteja yote atakayekuja kama wewe haupo ujaje kwa wakati, mimi nampa huduma. Sasa iweje wewe leo mimi nimewahi kuingia unaanza kulalamika? Mara akaja nesi mwingine na kuanza kuuliza, kuna huduma gani ambayo mnazungumzia hapo, au kutibu malaria na magonjwa mengine? Yule mwingine akamchamba akamwambia msikiliza bwana, hebu hayo mambo tuyaache. Mmoja akaondoka, akabaki yule mwingine akaanza kumwambia nisikilize na wewe bwana, ukiona watu wanazungumza acha kuingilia maongezi ya watu. Siku nyingine ukiona watu, hebu kaa mbali kabisa na usije kuzungumzia maongezi ya watu hapa, usije ukatibua watu kabisa. Kisha kila mmoja akashika njia yake. Sasa upande pili tunamwona mke wa yule jamaa anakuja kuachwa dilema ili kufuata huduma ya mipinduko na kwanza kulalamika, mume wangu tangu aje huku mpaka sasa hivi hajarudi nyumbani, anapata huduma gani huku kwenye hiyo hospitali? Macho akamwambia naomba nisikilize, kwa kuwa tumemchunguza inabidi apumzike kwa muda, kwa hiyo wewe mwache. Lakini binti akusikiliza, akaingia ndani. Tunamwona jamaa kashapewa huduma tayari, linacheka cheka tu unajua kuna sehemu nyingine ukizipata zinakuwa raha. Lakini mke akaja juu akamwambia naomba nisikilize, hapa nataka uondoke twende nyumbani. Jamaa anaanza kulalamika, asa kwa nini unataka twende nyumbani akati manesi ameniambia mimi nipumzike hapa, bado hali yangu haiko vizuri. Mke akaja akamuinua, japo jamaa analalamika, mwili wangu unaniuma. Lakini baada pale mke akamchukua kilazima mume wake na kutoka naye. Mke akamvuta jamaa japo alikuwa mbichi, alikuwa hataki kuondoka katika hospitali, maana naona la. Lakini mke akagoma na akaondoka naye, akasepa. Manesi pale wengine wakaanza kucheka tu, kujionea mambo kabisa katika hiyo hospitali. Sasa baada pale tunaona wale manesi watatu wamekaa nje na kuanza kujadili kusema kwamba tuliweka pesa lakini pesa yenyewe imeondoka. Lakini mwingine akaanza kulalamika, pesa inaondokaje? Alafu naomba mnisikilize nikwambie, kwanza sasa hivi naomba mniachie yule mume wangu. Watu wengine
akaanza kumjibu, sasa yule mume wako au mume wa mtu, hauoni mke wake alikuja na kumvuta na kuondoka naye nyumbani, na mbona hujafanya kitu chochote pale? Lakini Nesi akaanza kuaka, sijali chochote, mimi nachojali hapa ni pesa tu. Kwa hiyo nilikuwa naomba umwache yule mtu wangu niendelee naye mwenyewe. Kisha baada pale akaondoka na yeye. Wale wabaki pale wakacheka, kisha na wakaondoka. Sasa siku leo umepata mgonjwa ambao anataka dabu. Yaani mgonjwa anataka manesi wawili wote washughulikie. Manesi akasema hamna shida basi. Wakaanza kumshikashika. Bwana jamaa akaanza kutetemeka kama mtu ambaye mwenye degedege. Manesi wakashangaa na kumuuliza, "Vipi? Kulikoni?" Jamaa akajibu, "Jamani tayari nimeshamaliza." Lakini hili la kwanza, la pili linakujaga show. Manesi wakalalamika, kumbe wewe ni mtu ambaye wa kimoja chali. Sasa na nini kuja hapa? Sasa naomba utusikilize wewe kijana. Siku nyingine usije kabisa. Vipi lakini leo umeshatuma? Wakasema ndio nishatuma. Kisha wakaondoka. Jamaa akaanza kubaki tukulalamika, mbona sasa mali yangu umeniangusha, inabidi pale nidambaruke sasa. Baada pale tunamwona dada mmoja amekuja na mwanaume wake hapa. Kisha nesi mmoja akaja akamwambia kwamba usijali, umefika katika mikono salama. Akamwambia sawa. Mara akatokea mwingine naye akamsukumiza hata yule mtu ambaye amekuja naye. Basi dada yangu usijali, najua kwamba wewe ni dada yake, lakini usijali, huyu atakuwa katika mikono salama. Katika mimi hapa jamani kaka handsome. Lakini yule binti akaona, nyinyi mbona kama mnamgombania mtu wangu? Basi mimi naomba niondoke naye, kwamba mimi sitaki tena, naenda kutafuta hospitali nyingine na kupata huduma. Wale manesi wawili akaendelea kulalamika tu. Sasa kwa nini wewe unakuwa ukiona wanaume unapagawa kiasi hicho? Kila mmoja akashika zake. Kipindi tunaendelea, basi usisahau kusubscribe, kucomment na kushare. Kingine, kuna channel ambayo ya YouTube inaitwa Ants Film. Kuna filamu bora zaidi za action na filamu ambazo zinafundisha. Kwa hiyo usisahau kwenda pale, na linki nimekuwekea katika hapo description, uingie. Na kuna movie ambayo inaruka sasa hivi inaitwa Umaskini Wangu. Ni story ambayo inamhusu mshikaji ambaye maisha yake magumu kidogo, anasalitiwa na mpenzi pamoja na rafiki yake. Kwa hiyo usisahau pia kwenda kuicheck hiyo movie. Tuendelee katika mzigo wetu sasa. Siku inayofuata tunamwona mshikaji mmoja amekaa akawa anamsubiri Nesi. Baada ya Nesi kuingia, Mwamba akaanza kujipunguzia uzito kwenye mwili wake. Kisha akaanza kumwambia nilikusubiri sana, lakini Nesi akamwambia si unajua harakati za hapa. Kisha mshikaji akavua nguo zake, kisha Nesi akaanza kuimba mziki kwenye mic aliyopewa na Mwamba. Kisha baada pale upande wa pili tunamwona Mato anaanza kumuulizia, "Vipi Nesi mwingine yuko wapi?" Wale wawili akawa ili kumtetea akamwambia kwamba Nesi mwingine ameenda kuchukua mahitaji mengine ya hospitali hapa. Kisha baada pale upande wa pili tunamwona mshikaji tayari ameshamaliza kufanya mambo yake, lakini mshikaji analalamika na kumwambia kwamba kiukweli mimi sijalizika kabisa siku ya leo. Vipi lakini naweza nikapata kingine? Nesi akamwambia usijali, nitakupa, kutokana sasa hivi kuna majukumu, sijaonekana muda mrefu kwa kipindi hiki nilichokuwa na wewe. Wacha mimi niende, kingine nitarudi. Lakini hii si hospitali binafsi, lakini chumba binafsi. Kaambia usijali, nitarudi. Kisha Nesi akampiga mabusu na kuondoka. Sasa upande wa pili huku wale mabiti ambao wamemdanganya Matron kwamba Cecilia ameenda kununua dawa wanaanza kusema, hivi itakuwaje madam akimfuma, alafu amechukua muda mrefu mpaka sasa hivi, unajua tutakuja kufukuzwa kazi kabisa. Wanaanza atakuja kutoa kibarua chetu. Lakini Cecilia kipindi anaondoka, madam akatokea pale. Cecilia kajificha, Maton akaingia ndani kwenda kumuona yule mgonjwa. Akamuuliza, "Vipi Peter, unaendeleaje? Na huduma umeipata, upo vizuri?" Lakini mshikaji akamwambia, "Kweli najisikia vizuri kidogo, afadhali." Basi Maton akamwambia, "Unaweza kuondoka." Peter akamwambia kwamba siwezi kuondoka kwa sasa hivi, naomba niendelee kubaki kidogo, maana mwili wangu nahisi hauko sawa. Kisha madam akamwambia, "Hamna shida, nitamuita Nesi aje kukupima ili tujue pia kama hali yako inaendelea vizuri." Kisha Peter akasema sawa. Sasa upande wa pili huku Cecilia baada ya kutoka akakutana na wao wenzake, akaanza kulalamika, "Sasa wewe unajua kabisa kwamba madam angekuja kukufuma ungetoka kabisa katika hatari." Na ni kweli, baki kidogo tu madam aendelee kunifuma pale. Lakini wakaongea inabidi tuwe makini. Madam baada ya pale akaanza kuwapa maelekezo ya kwamba sasa hivi tunatarajia kuongeza wafanyakazi wengine, yani manesi wengine, na wagonjwa watakavyokuja basi jitahidini kwa karimu na muwe wazuri katika wagonjwa hao wanaokuja pia, au sio? Madam hajui kinachoendelea kwamba hawa mabinti wengine wanafanya nini. Ni siri hiyo kati ya hao mabinti wengine. Kisha baada ya kupewa maelekezo pale wakasema sawa madam, tumekuelewa. Kila mmoja akaendelea kufanya kazi yake. Basi daktari mpya ambaye alikuwa anatarajia kufika na amefika. Kisha Matron akamwambia kama vipi niwaite manesi waje kukuona, lakini daktari akasema hamna, mimi mwenyewe nitakuja huko ili niongee nao. Basi Matron akachukuana na daktari na kuanza kumtambulisha, bwana huyu ndo daktari ambaye tulitarajia afike hapa. Kisha daktari akasema ya kwamba mtajitahidi kufanya kazi pamoja na nyinyi tuwe kama timu moja ili tushirikiane katika hospitali, na
tufanye kazi vizuri. Kisha manesi wakasema sawa. Matron akaondoka tena na daktari. Sasa mabinti wawili wakawa huku pembeni wakawa wanaongea. Haisi, nilishindwa kujivumilia kidogo. Bado kidogo tu nichafue nguo yangu ya ndani. Lakini safari hii nitahakikisha huyu daktari Handsome nimchukue kabla ya yule mwenzetu Cecilia kumchukua. Kisha wakakubaliana pale. Wakasema basi hamna shida, lakini safari hii lazima tumchukue. Sasa upande wa pili huku tunamwona Cecilia akawa anaanza mwenyewe. Hapa inabidi nifanye kitu kwenye huyu kaka Handsome nimchukue mapema kabla vile vikaragosi viwili wamuai. Yaani yule kaka amenichanganya sana yani. Sasa upande wa pili huku tunamwona nesi mmoja amepeleka mafaili kwa daktari. Na daktari akamwambia ni sawa, umeniletea mafaili. Kwani ni nesi gani ambaye yuko zamu kwa leo? Yule daktari akamwambia ni nesi Cecilia. Sasa nilikuwa naomba huyu nesi aniletee faili ambalo kuna mama mmoja alikuja hivi karibuni aniletee. Kama bahati nzuri yule nesi anapotoka kukutana na Cecilia. Kisha akamwambia daktari alikuwa anaomba ile faili la mama aliyokuja hapa. Cecilia kwa furaha akaenda. Yule daktari mwingine akanashangaa. Kwani kuna kitu gani kinaendelea? Mbona nimwambia apeleke daftari? Lakini no way, wacha niondoke. Sasa huko Cecilia akiwa ameshika lile faili akawa anajiweka sawa ili amvutie daktari kidogo. Mara kabusti titilie juu, kisha akaingia ofisini mara moja kwa moja akaenda karibu kwa daktari. Daktari akamwambia sogea kwanza pembeni. Ikiwezekana usimama kule mbele. Maana umekuja karibu yangu mimi, alafu sijiitikia hata salamu tena ushanivamia. Kuna issue gani bwana? Nipe ile faili. Kisha daktari akachukua faili na Cecilia akaanza kusema samahani bosi, lakini kuna kitu ambacho kingine naweza nikafanya. Bosi akamtimua akamwambia nikiwa nacho basi nitakuita. Sasa baada ya ile siku kupita, tunamwona huyu binti hapa anafanya usafi katika ofisi ya daktari. Daktari baada ya kuingia na akaanza kumuuliza, "Vipi mbona unafanya usafi wewe? Kuna watu wa usafi, kwa nini ufanye wewe?" Lakini yule binti akasema kwamba mtu wa usafi leo kwa bahati mbaya hajaja, kwa hiyo nikaamua nijiongeze. Kisha daktari akamwambia, "Basi sawa, fanya haraka. Maana mwenyewe nataka uendelee kufanya kwenye kazi zako, mwenyewe nifanye kazi zangu. Ukishamaliza mimi nitakuja." Kisha daktari akaondoka. Yule binti akabaki pale mwenyewe akaanza kulalamika, "Daktari, mbona kile unajaribu kumuingiza katika mitego yangu hataki, lakini nitamkamata tu." Yaani nitamkamata kweli kweli. Baada ya pale tunamwona Cecilia ameingia katika ofisi ya daktari na kwanza kumpapasa. Daktari akashika kiuno kama wanataka kuendelea, binti anatoa miguno kumbe anaota. Akaja huyo binti mmoja akaanza kumwamsha, "Wewe Cecilia, hebu amka kwanza. Wewe vipi, mbona umelala hapo umeniamsha kiasi hiki?" Sasa unalala hapo una milio unaitoa kama unanyanduliwa alafu unasema nini? Wewe ni Cecilia akamwambia, "Kwani inakuhusu nini? Inakuhusu nini nakuuliza?" Yule binti mwingine akamwambia, "Najua huna mume lakini nitakuombea ili upate mume, haya matatizo yatakuisha." Kisha akaondoka. Baada ya pale tunamwona Cecilia amekaa pembeni na kuanza kuja kulalamika. Yaani ule mpuzi ameona mimi pale nimelala na naota ndoto nzuri, anakuja ananiamsha kweli. Lakini hii ndoto mbona kama ina ishara fulani hivi. Kama ina ishara nzuri, sasa hebu ngoja kwanza. Akaenda moja kwa moja mpaka kwa daktari. Kufika kwa daktari kama alivyoota akaanza kumshika vile vile. Lakini daktari akainuka na akamfukuza. Akamwambia, "Una shida gani wewe?" Yule Cecilia akamwambia, "Bwana, kiukweli daktari, mimi ni chizo mapenzi." Daktari akamwambia, "Ndio wewe ni chizo mapenzi. Hebu kafanye kazi zako huko." Kisha Cecilia akaondoka. Sasa leo kuna mshikaji mmoja amekuja kutembelea katika hiyo hospitali. Kisha wale mabinti wakatoka na kuanza kumuona kaka Handsome na kuanza kumwambia, "Vipi, umeshapata huduma yote?" Mshikaji akasema, "Bado, lakini sisi tunaweza tukakupa huduma tofauti ya hii ya hospitali ambayo inafanya. Vipi, tunaweza tukaenda chumba maalum, yani chumba cha siri tukafuata hii huduma?" Mshikaji akasema, "Bila shaka twende." Kisha mshikaji akapewa pale midambaruko ya kwenda. Kisha baada pale akatuma pesa. Kisha wale manesi wakakaa pembeni na kuanza kumhadithia Cecilia kwamba leo tulikutana na tajiri mmoja, yani akaunti zetu zimejaa mipunga. Kisha Cecilia akaanza kumwambia, "Yuko wapi? Yuko wapi jamani, mnipeleke." Mabinti akamwambia, "Tulia." Wakamuelekeza mpaka yule mshikaji alipo. Basi Cecilia baada ya kufika pale na kumuona mshikaji akajikalisha kwenye kitanda. Kisha Cecilia akamwambia kwamba nilipata taarifa zako kutoka kwa marafiki zangu. Mshikaji akamwambia, "Kama unataka basi tunaweza tukafanya na tukaendelea." Cecilia akamwambia, "Mimi nipo tayari muda wote toka nilivyozaliwa." Basi muomba akala mzigo. Sasa siku iliyofuata akaja daktari mkuu kabisa wa hiyo hospitali na kuanza kuuliza nani alimhudumia yule mgonjwa wa jana alokuja hapa. Hawa Cecilia na wale manesi wengine wawili wakasema, "Ni mimi hapa, ni mimi hapa." Kwa sababu yule mshikaji alokuja hapa alikosa dawa kule, ndio maana akaja hapa, maana ni mgonjwa wa ukimwi. Basi Cecilia na wale mabinti wengine wakashtuka, "Unasemaje daktari? Ni mgonjwa wa ukimwi? Kwani kuna tatizo lolote?" Cecilia na wenzake wote walichanganyikiwa, maana mchezo waliofanya wanaujua. Baada ya pale matron akaja kujua kumbe hawa mabinti wanafanya huduma tofauti na huduma ya hospitali inavyofanya. Wakafukuzwa kabisa katika hospitali.
Na tena macho nakwambia, nafuta kabisa vibali vyenu vya kuwa manesi, maana hamna hadhi na haki ya kuwa manesi kabisa. Na huu unakuwa mwisho wa huu mzigo wetu. Hiyo na wanatufunza kabisa ya kwamba hakuna marefu asiokuwa na ncha, na kumbuka mgagaa na huku hali walimkavu. Kwa hiyo nilikuwa naomba usisahau kusubscribe, kucomment na kushare ili uwe wa kwanza kupata notification zetu na upate vitu vizuri zaidi. Kingine, kuna channel ambayo ya YouTube inaitwa Hans Film. Kuna movie kali na movie nyingi ambazo za action zinatembea mure. Yaani kuna mikono ya kufa mtu. Kingine, linki nimekuwekea kwenye description, na imani ukienda kuangalia hautokuja kupoteza bando lako na utaenjoy kwa movie ambazo zipo kule. Yaani ni movie kali tu. Kwa hiyo sina mengi ya kusema, machache ninao ya kusema tu, kusema kwamba subscribe, comment na kushare ili tujue tufanye nini na tuache kufanya kitu gani, tuwaletee kitu kizuri. Bye.